Ametaja Imam Ibn Kathir katika Bidaya wa Nihaya kisa cha ajabu sana ambayo ilitokea wakati wa mwanzo mtume akipewa utume. Ndio mtume anaanza kupewa utume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mzee mmoja ambaye alikuwa ni mtunga mashairi, anatunga mashairi yeye, anaandika mwenyewe alafu anawaimbia watu. Alikuwa na wafuasi wengi sana. Unajua leo ukitaka kuwa na wafuasi, wewe kuwa mwanamuziki tu, tunga mashairi, imba mambo ya nyimbo haya, utapata wafuasi wengi sana. Basi huyu bwana alikuwa akitunga mashairi mwenyewe na anawaimbia watu. Kwa hivyo alikuwa na wafuasi wengi. Akapata habari kuna bwana mmoja anajiita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejitokeza, anadai kwamba yeye ni mtume. Akaanza kufuatilia habari za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anafundisha nini? Imani yake ni nini? Anaamini kitu gani? Anawaambia watu nini? Anahalalisha nini? Anaharamisha nini? Akafuatilia. Baada ya muda akawaita wale wafuasi wake wote, watu wengi sana. Akawaambia, jamani, mimi nimeamua kuwa Muislamu na naenda mahali mtume Muhammad yupo nipige shahada. Sasa angalieni marafiki wabaya ndio Muislamu. Hawa marafiki wakaona huyu jamaa akisilimu hapa watu wote wataslimu, kwa sababu huyu ni mtu mashuhuri. Ndio unaona mtu yote mashuhuri duniani akisilimu hawezi kuangaziwa kwenye media, kwa sababu anahofia watu watataka kujua Uislamu ni dini gani. Hata akasilimu mfano kiongozi wa nchi ama mfalme ama kiongozi wa jamii, hawezi kuonesha hiyo. Ndio hao walihofia hiyo. Wakaanza kumshawishi, wakamwambia, wewe mzee unakwenda kusilimu na huyu Muhammad, anna Muhammadan yaqul inna dinahu khairun min dini al-ajdad. Muhammad anasema dini yake ni bora kuliko dini ya babu zetu. Huyu mzee akawaambia, ni kweli bwana, dini ya Muhammad ni bora kuliko dini ya babu zetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu babu zetu walikuwa wanatengeza sanamu kwa mikono yao wenyewe, alafu wanasema hii ni Mungu. Na hii dini yetu nayo imejaa kila aina ya dhulma na khiana na maovu na machafu. Kweli Muhammad ameyakataza yote haya. Wakamwambia, na huyu Muhammad ameharamisha pombe. Unajua hii mambo ya mashairi na miziki haiendi ile kwa pombe. Akamwambia, ni kweli pombe inamdhalilisha mwanamume, inamvua nguo, inamdhalilisha, inamwaibisha, anatoa siri yake, anaifilisi mali yake. Pombe si kitu kizuri. Wakamwambia, na Muhammad ameharamisha zina. Akawaambia, kwa kweli mimi nishakuwa mtu mzima bwana, sihitaji zina sasa hivi, lakini zina kwa kweli ni kitu kibaya, kwa sababu leo unamkuta mtu anazina na binti za watu, dada za watu, mama za watu, wake za watu, lakini yeye mwenyewe hayuko watu wake wa nyumbani waziniwe. Anazini na binti ya mtu, lakini leo binti yake ataziniwa, yuko tayari kumfanya mtu chochote. Sasa iko wapi uadilifu? Hii ni kitu kibaya hichi. Sasa walipoona huyu mzee amewazidi kwa hoja, hapa ndo hatari ya mtu kuwa na rafiki mbaya jamani. Wakamwambia huyu mzee, tupe dakika chache. Wakajikusanya wote, wakapitisha kwa kauli moja, kila mtu mmoja katika jamii yetu hii alete ngamia mmoja. Basi huwezi kuamini, walikusanya ngamia 100. Wakamletea huyu mzee, wakamwambia, sasa chagua baina ya dini ya Muhammad na zawadi ya ngamia 100. Chukua hii zawadi, uachane na mambo ya Muhammad, na ukichagua Muhammad basi hii zawadi atakupatia. Akawaambia, hadha huwa ar-rai. Sasa ndio umekuja na rai ya sawa. Faathara alhayata ad-dunya. Huyu bwana akaamua kuchagua uhai wa dunia. Wala al-akhiratu khairun wa abqa. Na akhira ni bora na yenye kubaki. Akawaambia, sasa nimekubali na siwezi tena kusilimu na Muhammad sina haja naye, mimi nitachukua ngamia 100 hawa, lakini hapa mashambani hapa mjini itabidi niwapeleke hawa ngamia kule mashambani nikawafuge huko, watu wangu wako kule. Basi akapanda juu ngamia mmoja, akasafiri. Walipofika kule, ile furaha aliyokuwa naye huyu bwana, hakungojea ngamia akae ili aweze kushuka. Unajua ngamia ukiwa uko juu yake ni refu sana, ukikosea step unaweza ukaumia. Basi huyu bwana kwa furaha hakungojea ngamia ishuke ikae, aliamua kushuka ngamia ikiwa imesimama. Basi alikosea step, akaanguka kichwa, akapiga kichwa kwenye jiwe, akapasuka vipande viwili, alikufa hapo hapo. Marafiki wabaya. Hakuna jambo la hatari kama mtu kuwa na rafiki mbaya. Wewe kama Muislamu hujakatazwa kuwa na rafiki. Chagua rafiki, lakini rafiki yako ni rafiki mzuri.